Habari, karibuni sana. Leo tutaingia kwenye moja ya sehemu muhimu na za kuvutia sana katika lugha ya Kiswahili, ngeli ya nomino ya u-i. Hivi, umeshawahi kujiuliza swali kama hili? Angalia kwa makini. Tunatoka mti ulianguka kwenda miti ilianguka. Ni kitu gani kimebadilika? Hicho kiambishi kidogo kwenye kitenzi, kutoka u kwenda i. Inakuwaje? Hili ndilo fumbo tutakalolifumbua yetu ya kwanza. Jibu la lile fumbo letu la ulianguka dhidi ya ilianguka limejificha kwenye mfumo maalum wa Kiswahili wa kupanga maneno. Mfumo huu unaitwa ngeli. Hebu fikiria ngeli kama familia za maneno. Kila nomino ipo kwenye familia yake. Na kama kiongozi wa familia, hiyo nomino inatoa amri kwa maneno mengine kwenye sentensi, hasa vitenzi, na inawaambia, hey, lazima mfanane na mimi. Huu ndio uzuri na mpangilio wa Kiswahili. Na sasa, hebu tumkaribishe mhusika wetu mkuu wa leo, ngeli ya ui. Hii ni kama familia maarufu sana kwenye mtaa wa Kiswahili. Imejaa nomino nyingi tunazotumia kila siku. Ukielewa hii, umepiga hatua kubwa sana. Sasa, hii ndio kanuni ya dhahabu. Jinsi ya kuwatambua hawa jamaa ni rahisi sana. Kwenye umoja, nomino zao nyingi huanza na m au wakati mwingine mw. Zikihamia kwenye wingi, zinabadilika na kuanza na mi. Hii ndio alama yao ya utambulisho. Shikilia hii kanuni. Ni muhimu sana. Sawa, sasa tuvae kofia zetu za upelelezi. Badala ya kukariri maneno ovyo ovyo, tutaona kwamba nomino hizi zimejipanga vizuri kwenye makundi yenye mantiki. Jambo hili linarahisisha sana kujifunza. Hebu tuyachunguze haya makundi. Kwa ujumla, utazikuta nomino hizi zimegawanyika katika makundi makuu manne. Tuna majina ya miti, majina ya mimea, sehemu za mwili wetu, na kisha lile kundi la vitu vingine ambalo linabeba vitu vingi vya kawaida. Tuanze na kundi la kwanza, miti. Mfano rahisi kabisa ni neno mti. Katika umoja ni mti. Wingi wake unakuwa nini? Fikiria kidogo. Ni miti. Hapo. Unaona jinsi m ilivyobadilika na kuwa mi. Mfano mwingine. Chukua mnazi. Mti moja ni mnazi. Lakini ukiwa na mingi, tayari unajua jibu. Minazi. Mfumo unajirudia. Iwe ni mchungwa na michungwa au mwembe na miembe, kanuni ni ile ile tu. Sawa, tusogee sasa. Twende kwenye kundi la pili, sehemu za mwili. Mfano mzuri kabisa ni mkono. Mkono mmoja. Wingi wake sasa, bila shaka ni mikono. Rahisi. Na mfano mwingine, mgongo. Umoja ni mgongo. Wingi wake unakuwa migongo. Mfumo huu unafanya mambo yawe mepesi, sivyo? Mguu unakuwa miguu, mdomo unakuwa midomo. Sasa tuingie kwenye lile kundi la vitu vingine vya kawaida, vitu tunavyoviona kila siku. Kwa mfano, mlango. Mlango mmoja, wingi wake ni milango. Kanuni ile ile bado inafanya kazi vizuri kabisa. Na si vitu vinavyoshikika tu, hata maneno kama mtihani. Mfumo ni ule ule. Umoja ni mtihani, wingi ni mitihani. Hii inaonyesha jinsi kanuni hii ilivyo na nguvu na inavyotumika sehemu nyingi. Sawa, tumeshajenga msingi imara. Sasa tunajua jinsi ya kuzitambua nomino za familia hii. Lakini nomino haifanyi kazi peke yake. Huu sasa ndio wakati wa kuunganisha kila kitu na kutegua lile fumbo letu la mwanzo. Jitayarishe, kwa sababu hapa ndipo aha moment inakuja. Na hapa ndipo siri yote ilipo. Unakumbuka jina la ngeli hii? U-i. Jina lenyewe ndio dokezo. Kwa nomino ya umoja kama mti, kitenzi kinachukua kiambishi cha u. Na kwa nomino ya wingi kama miti, kitenzi kinachukua kiambishi cha i. Ndiyo maana inaitwa ngeli ya u-i. Umoja unatumia u, wingi unatumia i. Rahisi hivyo? Sasa turudi kwenye swali letu la kwanza. Mti ulianguka. Hatua ya kwanza, tunaangalia nomino. Ni mti. Iko umoja au wingi? Ni umoja. Sawa. Na kwa sababu ni umoja katika ngeli hii,
kitenzi lazima kichukue kiambishi gani? U. Kwa hiyo tunapata mti ulianguka. Imekaa vizuri, sivyo? Unajua, njia bora ya kujifunza kitu ni kukifanyia mazoezi. Hebu tuangalie sentensi chache za umoja na wingi, bega kwa bega, ili hili jambo lizame kabisa kwenye akili zetu. Angalia mfano huu vizuri. Kwenye umoja tunasema mkono unauma. Angalia hicho kiambishi u. Ni kwa sababu mkono ni mmoja tu. Sasa, tukihamia kwenye wingi inakuwaje? Mikono inauma. Ona, ile u imegeuka na kuwa i kwa sababu mikono sasa ni mingi. Ni nomino ndio inayoamrisha. Na mfano wa mwisho ili jambo lieleweke kabisa. Mkoba umeoshwa. Mkoba ni mmoja, kwa hiyo kitenzi kinapata u. Kwenye wingi inakuwa mikoba imeoshwa. Sasa umeipata, eh? Tunatumia i kwa sababu mikoba ni wingi. Vizuri sana. Na hivyo tu, fumbo letu limeteguliwa. Sasa unaifahamu siri ya ngeli ya ui. Nomino inaamrisha kitenzi kutumia u kwa umoja na i kwa wingi. Sasa swali langu kwako ni hili. Unapotazama huku na kule, ni nomino gani nyingine za ui unazoziona?